hawa mapasta na mapadri. Mtu yoyote ambaye ana ugonjwa wa mbalanga wanamtibu, mtu yoyote ambaye ni kiwete anatembea. Sasa kuna haja gani ya kuwa na hospitali hizi ndugu zangu? So waende tu hapa Kenyatta wakawatibu wagonjwa hawa, wanahangaika bure na wao wanaangalia tu. Kwa nini kuyafanya yote kwa siri kanisani? Waende hadharani mbele ya watu kule. Leo wanadai kwamba wao eti wanafufua watu waliokufa, so waende City Mortuary. Kama Nabii Isa aliweza kufufua wafu kwa uwezo wa Mungu, wao naye waende City Mortuary, Kenyatta Mortuary, wafufue maiti huko. Kuna huyo mmoja ambaye anadai yeye ni Mungu. Hasa yeye ni Mungu na watu wanamwamini kwamba ni Mungu katika nchi yetu ya Kenya hii. Hata juzi hapa aliwahi akadai kwamba amewatibu vilema zaidi ya 10. Ameshika zile magongo zao, zile miti ya vilema ya kutembelea ile, amezishika hivi. Subhanallah, anaamini anawaambia watu kwamba hao wote nimewasababisha leo wanaweza kutembea na walikuwa viwete. Hizi ni vitu ambavyo vinapangwa chini kwa ajili ya kula pesa za watu. Lakini Mungu akampiga na mtihani huyu bwana, akapata maradhi ya magoti juzi kuamkia jana, sio kitambo, wiki hii tu. Ile uchungu aliopata huyu bwana, alikimbia Ujerumani kwenda kutibiwa. Na yeye ni Mungu, anatibu watu maradhi haya. So angejitibu mwenyewe. Ikiwa mwenyewe ameshindwa kujitibu, hapa Mungu anamuonesha wazi, wewe si chochote, ni mambo ya kuwadanganya watu tu. Nabii Isa aliyafanya yote haya kwa kuwa ilikuwa yeye ni baraka na ni uwezo wa Mungu. Hakufanya kwa uwezo wake. Hata mitume wengine pia walifanya miujiza. Nabii Musa alifanya miujiza, Nabii Muhammad alifanya miujiza zaidi ya 1000, lakini yote alifanya kwa uwezo wa Mungu. Na miujiza kubwa aliyokuja naye Bwana Muhammad ni hii Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ambaye leo ina zaidi ya umri miaka 1446, haiwezi kubadilishwa hata tone moja, na itabaki hivyo hivyo mpaka kiyama itakaposimama. Na mambo yote ambaye Qur'ani imezungumzia, ilizungumza mambo ya kale na mambo yaliyopo na mambo itakayokuja, na yote ni ukweli na yatakuja kutokea. Na hakuna siku utakuja kuambiwa kwamba Qur'ani kuna siku iliwahi kusema urongo, kama hizi vitabu vingine ambavyo leo wamezigeuza, wakazichezea, wakazirekebisha, wakatoa maneno ya Mungu, wakatia mawazo yao. Leo yote imebadilishwa haya, lakini Qur'ani itabaki kuwa ni maneno ya Mungu mpaka siku ya Kiyama. Nafikiri tutakomea hapa, tuswali mwanzo.